Umetumia muda mwingi sana kuplani, kurekodi, kuedit video yako na baada hapo ukaipandisha katika YouTube channel yako ukitegemea itapata views. Lakini baada ya masaa machache YouTube anastop kuisambaza video yako na inastop kupata views. Sasa leo nakutajia vitu vitano ambavyo YouTubers wadogo wanavifanya pasipo kujua kwamba vinaharibu ama kuua channel zao. Jambo la tano litakushangaza sana. Kwa hiyo kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kufahamu mambo hayo ambayo yanafanywa na YouTubers wadogo ambayo yanapelekea moja kwa moja channel zao kufa na YouTube kuzishadow bans kuto kupata views kabisa. Kosa la kwanza ni kuangalia video yako mwenyewe baada ya kuiupload. Baada tu ya kuupload video katika YouTube, ndani ya dakika chache YouTube itahitaji watazamaji wachache ambao watazamaji hao YouTube itawatumia kama sample ya audience kuweza kujua kwamba watu kama hawa ndio ambao tunatakiwa tuwapelekee content. Kwa hiyo kitendo cha kuitazama video yako wewe utakuwa ni kama sample, kitu ambacho ni kibaya sana. Video tunazozitengeneza za YouTube hatujitengenezei wenyewe, tunatengeneza kwa ajili ya audience. Kwa bahati mbaya vitu tunavyovipenda sisi huwa havipendwi na audience. Unapoangalia YouTube itakuchukua wewe kama sample ya kuweza kujua huyu ndiye mtu ambaye anatakiwa apelekee content kama hizi. Sasa kwa bahati mbaya wewe upo katika mazingira na una tabia ambazo haziendani na vitu ambavyo unakuwa unavifanya. Hicho ni cha kwanza. Lakini pia tuna tabia sisi tunavyoziangalia video zetu sisi wenyewe, kwa sababu tayari tunajua kilichomo ndani ya video, huwa hatuziangalii video mpaka mwisho. Hiyo inapelekea YouTube kupata signal kwamba hii video ni mbaya, kwa sababu aliyetazama hii video mtu wa kwanza kabisa aliangalia, lakini alikuwa ana skip ama alimute ama hakuangalia mpaka mwisho, na ndicho kinachopelekea YouTube kuamua kwamba video hii ni mbaya na hatutoisambaza kwa watu wengi, na baada hapo video yako inakuwa blocked na haipati views. Kosa la pili ni kushare video yako katika magrupu ya WhatsApp pamoja na Facebook. Hili tunaweza tukalichukulia poa, lakini lina madhara makubwa sana. Kwa bahati mbaya mara nyingi tunavyoshare katika haya magrupu, tunashare katika magrupu ambayo yanakuwa yametengenezwa kwa ajili ya maudhui tofauti tofauti. Sasa unavyoshare linki katika magrupu haya, watu watafungua ile linki, lakini kwa sababu ulishare katika grupu, inawezekana ni la familia, inawezekana ni grupu la kanisa ama la michezo, watakapofungua wataangalia ndani ya sekunde chache na baada hapo wataclose, kwa sababu umeshare kitu ambacho hawakipendi. Kwa hiyo pia inapeleka signal, kwa sababu katika YouTube kitu ambacho ni muhimu sana sio views, ni watch time, ama ni kitu ambacho tunaita average view duration. Maana yake katika kila mtu ambaye anafungua link ya video yako atatumia muda gani mpaka kuja kuclose hiyo video. Ni jambo muhimu sana, kwa maana YouTube inapenda mtu atakapofungua link ya video yako atizame mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kama atakuwa anafungua na kuja kuona amefungua link ambayo ina kitu ambacho hakipendi, ataclose mara moja ndani ya sekunde chache. Kwa hiyo itapeleka signal kwenye platform ya YouTube, video hii ni mbaya, na ndio maana watu wamefunga kwa haraka pasipo kuangalia kwa sekunde nyingi zaidi. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo vinasababisha YouTube kustop na kushadow ban content zako ama video zako kwa ujumla. Kwa hiyo kama ulikuwa una tabia ya kushare linki katika kila grupu, haijalishi ni grupu la nini, basi tambua kwamba unaiua na kuizika channel yako wewe mwenye kufikia katika kaburi ambalo haliwezi kufikiwa na kupata views. Kosa la tatu ni kubadilisha title na thumbnail. Kutokuipa nafasi video yako kuweza kuperform ama kufanya vizuri kuna haribu channel yako kwa ujumla. Kwa maana kuna watu wanapost ile video, baada ya masaa kadhaa anabadilisha title ama thumbnail. Hiyo inaharibu, kwa sababu inakuwa inaivuruga algorithm ya YouTube kuweza kujua kwamba content yako ipeleke kwa watu gani, na ndio maana unashauriwa angalau ipe content yako masaa 72 mpaka siku 5 kabla hujaamua kubadilisha title ama kubadilisha thumbnail, kwa sababu ndani ya masaa 72 mpaka siku 5 umeipa nafasi ya YouTube kufanya testing katika audience tofauti tofauti na kuirecommend channel yako katika maeneo tofauti tofauti, na kama mbinu zote hazifanyi kazi, basi ndipo utabadilisha thumbnail ama title. Lakini kwanza lazima uangalie data zinasema nini. Je, impression ni ndogo ama click through rates ni ndogo? Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukailaumu thumbnail na ama title, kumbe impression ni ndogo, kwa maana YouTube wamestop kuipush video yako. Lakini kumbe inawezekana pia video wanaipush, manake impression iko juu lakini click through rate ndio ndogo. Na ukiona click through rate ni ndogo, manake YouTube wanapush kwa nguvu zote content yako, lakini watu hawafungui kwa sababu either thumbnail ni mbaya ama title uliyoandika bado haireflect kile kitu ambacho kinafanya. Kosa la 4, kuacha kujibu comments. Watu hawafahamu kwamba comments ni kitu muhimu sana na ni miongoni mwa factor inayopelekea video yako kuweza
kupata virability, yani kuwa viral. Na hata watu walishawahi kuniuliza, hivi inakuwaje wasanii nyimbo zao zinakuwa zinaingia kwenye trend? Ni kwa sababu mojawapo ni watu kuzishambulia kwenye swala zima la comment, share pamoja na like. Ila kwa sababu wewe sio superstar ama mtu mkubwa, unatakiwa uheshimu sana comments, kwa sababu kitu kimojawapo kinachofanya algorithm ya YouTube kupush content zako ni swala zima la comments, kwa sababu YouTube wanaangalia kwamba endapo comment zinakuwa ni nyingi na ni positive, zinasifia ulichokifundisha ama kukizungumzia ama kukiburudisha, maana yake YouTube wanaona yes, hii video ni nzuri, basi tunatakiwa tuipush. Kwa hiyo watu wanavyokuwa wana comment, endapo watu 10 wamecomment na ukareply comment zote, maana yake hapo umedouble namba ya comments, maana yake kutoka 10 zimekuwa 20. Watu 100 wakicomment ukareply comment zote, maana yake comment zinatoka 100 kwenda 200. Automatically YouTube wataangalia why hii video imepata comment 200, why hii video ina comment 1000, ndipo wanaposema hii video itakuwa ni nzuri ama ina topic ambazo zinatakiwa watu wazifahamu. Kwa hiyo acha tuipush kwa audience zaidi, kuto kujibu comments katika video zako. Hata kama wewe ni msanii ama unafanya filamu ama unafanya kitu chochote kile, watu wengi huwa hamjibu comments. Comments zinasaidia sana video yako kuwa pushed. Kwa hiyo hakikisha kila comment katika video yako unaijibu, na ndio maana mimi katika video zangu huwa naanzisha mijadala mimi mwenyewe, naanza kuwa wa kwanza kucomment ili kuendesha mjadala. Watu wanavyozidi kucomment, video yangu inaendelea kwenda mbali zaidi. Kosa la 5 ni kuangalia analytics kila mara. Ninavyosema analytics, maana yake kila mara anakuwa anaingia kwenye dashboard ana refresh kuweza kuona amepata viewers wangapi mpaka sasa hivi kila dakika. Ile cha kwanza inakutengenezea depression. Cha kwanza yani inakupa msongo wa mawazo, lakini pia inaweza kukutoa kwenye reli. Badala ya kufocus katika kuhakikisha kwamba unaandaa idea itakayokufanya iweze kufanya vizuri zaidi, unaanza kuifikiria ile video, na ukianza kuifikiria ile video ndipo unapojikuta unafanya makosa mengine ambayo nimekishayataja. Unaona, hii video haijafanya vizuri mpaka sasa hivi ina viewers 10, acha nijaribu kuishare kwenye grupu la familia. Hii video mpaka sasa hivi ina viewers 5, acha niishare kwenye grupu la kanisa la Facebook. Kwa hiyo unajikuta unafanya makosa mengine. Unaanza kujiuliza, au thumbnail ni mbaya, ngoja nibadilishe thumbnail, au title nimeandika vibaya. Hiyo yote inatokana na hili kosa la 5 ambalo kila baada ya dakika kadhaa unaingia kwenye YouTube ama kwenye dashboard ya YouTube Studio, una refresh kuona umepata viewers wangapi. Hilo ni kosa kubwa sana. Kumbuka kwamba unavyopost video katika platform ya YouTube, tegemea video inaweza isifanye vizuri kama vile ulivyokuwa unatarajia. Hii video inaweza ikapata viewers wengi, video nyingine inaweza ikapata viewers wachache. Hilo ni swala kawaida. Ni kama video yako ya mwisho ulipata viewers 10,000, basi inafuata itapata 11,000, inafuata 12,000. Hapana. Game ya YouTube haichezwi hivyo wala yendi hivyo. Game ya YouTube inavyoenda ni kwamba kuna muda utapata viewers 1,000, kuna muda utapata viewers 3,000, kuna viewers utapata 5,000. Lakini kitu cha msingi cha kuzingatia ni kwamba unavyoangalia zile analytics ndani ya siku 28 ama ndani ya miezi 3 ama miezi 6, je, grafu inaenda juu ama grafu inashuka chini? Njia bora ya kuangalia analytics katika YouTube ni kuangalia katika kipindi cha muda mrefu, miezi 3, miezi 6, miezi 10, miezi 12 ama mwaka. Unaangalia huu ni mwezi wa 3, je, mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi nimegain subscribers wangapi? Kama uliogain ni wachache, basi maana yake hapo ndipo kuna shida. Kwa hiyo hayo yote nilowataja ndio makosa 5 ambayo yanaua chaneli nyingi sana za YouTubers wadogo. Kama una swali, una maoni, una mapendekezo ama unatamani kuna kitu nikizungumzia katika video inayofuata, basi usisite kuniandikia katika section ya comments. Lakini kama wewe ni mgeni ambaye hufahamu kabisa namna gani ya kucreate YouTube channel, nimekutengenezea hii video hapa, inafundisha namna gani unavyoweza ukatengeneza YouTube channel kwa mwaka 2026 hatua kwa hatua, ili na wewe uweze kuingia katika platform ya YouTube, ujibrandi, utengeneze content, watu wakufahamu, na mwisho kabisa upate maokoto.